Kwa hiyo plani waliokuwa nayo hivi sasa ni kuivamia kijeshi Iran. Lakini swali linakuja, tunaivamiaje kijeshi Irani? Nchi ambayo ina nyuklia, nchi ambayo ina teknolojia kubwa. Wakati Irani anakwenda kuvamiwa, wakati Irani juzi maandamano yanatokea, Irani alizima internet. Unajua sehemu ambazo hutumika kuweza kuwaprovoke, kuwatia moto raia ni katika mitandao. Hata kwa kwetu wakati watu wanashawishiwa ilikuwa ni kwenye mitandao. Lakini ukikaa huko nje, ila kwenye mitandao huko ndio watu wanashawishiwa. Ni sehemu pekee watu wanatumia kushawishi watu. Na wenzetu wa Ulaya wameinvest kwenye media. Yaani kuna baadhi ya media huwa zinatumika kushawishi watu kupindua baadhi ya serikali. Hii mitandao mnaiona Instagram, mnaiona Twitter, mnaiona Facebook, ni mitandao iliyowekwa kimkakati. Na ndio maana wamiliki wake wengi ni Mayahudi. Yaani ukitazama ile Facebook, mmiliki wake ndio Mark Zuckerberg, ni Myahudi. Ndio maana leo ukitaka kujua ile ni Myahudi, ukichukua jambo lolote lile ambalo linaisema vibaya Israeli ukiposti kwenye Facebook, mara ya kwanza wanakuachia, mara ya pili wanakuachia, mara ya tatu unaitwa warning kwamba hauruhusiwi kutuma maudhui hiyo. Ukirudia tena akaunti yao wanaichukua. The same na kwenye Instagram vile vile. Yaani wale Meta ni Wayahudi. Kwa hiyo mitandao mingi ambayo leo duniani tunaitumia ni mitandao ya Wayahudi. Kwa hiyo watu wa Ulaya wakitaka kufanya sabotage ya taifa fulani kwa wanatumia mitandao. Irani akazima mtandao, akazima internet. Alipozima internet, kuna kitu kinaitwa Starlink. Yule Elon Musk ameanzisha kitu kinaitwa Starlink. Yaani mnaweza kupata internet pasipo kutumia ule mkonga wa taifa au internet yenu ya taifa. Kwa mfano, Tanzania mkizimiwa internet, kama kuna Starlink ipo hapa, mnaweza kupata internet. Japo serikali wanakuwa wamezima internet. Sasa yule Elon Musk akawasha Starlink ili watu waweze kupata access ya kuweza kuangalia mambo yanavyoenda. Irani ajabu ni kwamba teknolojia aliyokuwa nayo akaenda akaingia mifumo ya Starlink. Marekani akachanganyikiwa kwamba ana teknolojia ya aina gani Irani mpaka anaweza kuingia mifumo ya Starlink na ni mifumo ya Kimarekani. Kwa hiyo Marekani anaogopa namna gani ataweza kwenda kumvamia Irani, ndio swali lake la msingi mpaka hivi sasa. Japokuwa ndani ya Iran kuna mashushushu au maagents. Kuna mashushushu maagent wa Mossad, kuna mashushushu au maagent wa CIA wapo ndani ya Iran. Unajua Mossad na CIA ni mashirika ya kijasusi makubwa ya Israeli na Marekani. Na mara nyingi wakitaka kufanya mapinduzi au kufanya sabotage katika nchi, wanatumia mawakala wao hao wa Mossad au CIA ndani ya taifa fulani. Na ndani ya Iran hao waliingia walikuwepo. Lakini Iran waliweza kuwashtukia. Mpaka hivi tunavyozungumza washafariki watu 500 tayari. Katika hao waliokuwa wanatumiwa kufanya mapinduzi katika nchi, watu 500 washafariki. Watu 500. Kwa hiyo wameshindwa. Na juzi nilikuwa natazama yule mkuu wa kitengo cha mipango ya kivita wa Marekani, walikuwa wamekaa na wenzake, walikuwa wanatafakari waone namna gani wanaweza kuivamia kijeshi Iran, na mpaka muda huo umekosa majibu. Na Iran kupitia msemaji wao wametoka hadharani wakasema kwamba shambulio lolote litakalokuja dhidi ya Iran, basi Iran wataifuta kwenye uso wa dunia Israeli. Na unapozungumzia Israeli kwa Marekani, maana yake unazungumzia mtoto wa mwisho, maana yake mtoto pendwa kwa Marekani. Maana yake ndio base yake Marekani. Israeli maana yake sio nchi. Maana wale ni wa Marekani na Ulaya wameweka pale maisha yao kwa kuitawala Middle East. Kwa hiyo ukilipua au ukiondosha ile, maana yake umeondosha Marekani. Kwa Iran kashaweka nia angalizo lake kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran ataisambaratisha Israeli.